Asante Chris TV. Hebu tujaribu kuzungumzia marefari wa Tanzania kadri wanapopata nafasi na kuweza kuchezesha mechi za ligi kuu. Marefari wengi sana wana makosa katika utumiaji wa sheria za mpira wa miguu Tanzania, na ukicheki sisi wa Tanzania ndio hosti wa AFCON 2027, na ukiangalia marefari wetu wengi wana makosa binafsi. Sasa sijajua ni makosa au ni mapenzi. Endapo timu kubwa zinapokutana na timu ndogo, naona kuna mapenzi. Baadhi ya marefari wengi mapenzi ya utimu ya Usimba na Yanga, sababu unakuta mtu anachezewa rafu ambayo mchezaji anakuwa amedanganya, si rafu sahihi. Unakuta refari anaweka penati kwa kuinyong'onyesha timu ndogo. Unakuta timu inafungwa goli la penati na sio penati. Unakuta timu inapigwa adhabu ya faulo, na ukiangalia vizuri kwenye marudio unakuta si faulo ambayo ya kusema refari akatoa kadi ya njano na kuweza kupigwa faulo. Hapana, marefari wa kibongo kiukweli wanazingua. Sisi ndo andaaji jamani wa AFCON. Kwa nini tusijirekebishe marefari? Kwa nini tusijirekebishe? Kwa nini tusifanye vizuri? Na sisi tukipata marefari ambao wanaenda AFCON kuchezesha michezo, marefari hata 5, 10, kwa nini na sisi tusitoe marefari ambao wanaenda kuchezesha kombe la dunia? Inakuwaje nchi nyingine za Afrika zinaweza, sisi Tanzania tunashindwa wapi? Kuna game ya dabi inakuja tarehe 1 mwezi wa 3. Refari Pilato, mwamuzi wa mwisho, ameshachaguliwa tayari, Nasoro Mwichumu. Sasa kama TFF imekuamini, bodi ya ligi imekuamini, nenda kafanye kitu kizuri ili dunia ione, Afrika ione kwamba kuna marefari ndani ya Tanzania wanachezesha mpira mzuri, na sisi tupate marefari ndani ya Tanzania waweze kutoka wakachezesha kombe la dunia huko, wakachezesha AFCON zijazo. Sasa kwa nini kila siku sisi tunakuwa yani ni watu wa kugombana na marefari? Wachezaji wanakuwa wanagombana na marefari. Acheni Usimba na Uyanga. Acheni Usimba na Uyanga. Usimba na Uyanga ndio unasababisha marefari karia zenu kushuka, karia zenu kutosaminika. Usimba na Uyanga hebu wekeni pembeni. Unakuta refari ana Usimba na Uyanga, tuta si tuta, anaweka tuta, faulo si faulo, anaweka faulo. Nasoro Mwichumu, TFF imekuamini, bodi ya ligi imekuamini, wizara ya michezo imekuamini. Watu wamekaa chini, wameamua wewe uende ukaichezeshe dabi ya Simba na Yanga. Basi nenda kafanye kitu, usiwe refari wa kupewa viela vidogo vidogo ukaibeba timu fulani. Usiende kupeleka Usimba na Uyanga. Ukipata nafasi, tumia nafasi, usichezee. Nenda ukaonekane bora kwa siku hiyo, dunia ikuone. Kuna viongozi wakubwa watakaofika siku hiyo ya dabi, wanakuja kuangalia Tanzania kuna kitu gani, kuna marefa gani wanaweza kuchezesha mechi kubwa zenye pressure. Na solo nenda kafanye kitu blaza. Achana na miemko ya viongozi
ya kutaka hela ndogo zinazoisha kwa muda mfupi. Haya, wewe umeshaipendelea Yanga, utapata kitu gani? Au wewe ushaipendelea Simba, utapata kitu gani? Tunahitaji marefari ambao wataipeleka Tanzania, wataitangaza Tanzania kimataifa. Usiwe refari ili mradi tu kupuliza filimbi. Kuwa refari mwenye mitazamo ya mbali, mwenye mitazamo ya mbele. Nasolo na kuita mara ya 3, nenda kachezeshe mpira pale Amani Complex ukiwa na jopo lako, upande wa kushoto lazima, upande wa kulia lazima. Kaeni chini na timu yako, hakikisha mnaenda kuchezesha mpira na sio kupendelea mpira. Nenda kafanya hivyo bro. Dunia inakutazama siku hiyo. Dunia inasimama inaangalia dabi siku hiyo ya Simba na Yanga. Msilete usimba na uyanga, msipendelee timu, chezesha mpira. Faulo weka faulo. Tusibebane, tusiumizane. Nasolo, nenda kachezeshe dabi kwa umakini mkubwa zaidi. Achana na pressure za mashabiki, achana na pressure za viongozi. Kafanye kazi blaza.